Ukisoma kwenye Ayubu sura 22 mstari wa 28. Ukisoma kwenye Methali 17 mstari wa 20. Ukimalizia Yohana sura 10 na ule mstari wa 12. Nataka nimalizie kwa maneno haya. Usiogope mbwa mwitu. Unapoanza kuchipuka katika wazo lako. Maana kuna wimbo mmoja wa mwimbaji anaitwa Ephraim na upenda sana, yuko wa Zambia. Anasema wewe ni Mungu usiyelala. Mungu wetu halala. Mantiki ya Mungu kutokulala hachoki. Na kuna mahala nimekupa katika hii mistari anasema utataka jambo nawe litakuwa. Imani utakayokuwa nayo itakusukuma kutaka jambo litakuwa. Mbwa mwitu ni wale watu wanaobweka tu. Unaanza jambo wanakubwekea kiasi kwamba wanakufanya mpaka unakata tamaa kabla ya. Wametufanya vijana wa Tanzania tumekuwa waoga wa kujaribu. Ukiwaza ukijaribu hivi watakucheka, watakuzomea, watakusema. Mwisho siku uoga huo unasubiri na wakatutengenezea tabia na sisi kujiandaa kuwacheka wanaojaribu. Wewe usikate tamaa. Usikate tamaa kwa sababu unajua siku moja ndoto yako itatimia. Lakini nimeshangaa sasa kumbe wanatafuta watu wa aina fulani. Kila pigo linalokuja kwako hesabu kama manukato yanakusaidia wewe kusonga hatua moja zaidi. Unasikia umeanzisha hiki hata kija wewe umefanya hiki achana nao. You have to be focused. Ninaombeni sana vijana wenzangu. Nawashukuru Clouds na TV zote zinazoonyesha. Huu ndio mwendo wa kuijenga Tanzania yetu. Huu ndio mwendo wa kuanza safari mpya. Mawe yapo. Mimi najiita mbabe wa vita kwa sababu napigana vita katika namna mbili. Moja, napigana katika ulimwengu wa roho. Huko kwenye ulimwengu wa roho na wagaragaza vibaya sana. Alafu akishuka kwenye ulimwengu wa mwili wananikuta akili, ufahamu na Roho Mtakatifu ananipa maarifa ya kuescape vita yao. Kwa hiyo wewe nakusihi tu kwa imani yako yoyote ulionayo usikatishwe tamaa. Anza leo. Usisubiri mpaka uwe na kila kitu, anza leo. Na ndoto yako iko siku moja itakuwa jawabu kwa wananchi wengine. Asanteni, karibu Dar es Salaam.